Anasema mkikaa ndani yake na maneno yake. Huyu neno, huyu Yesu ukae ndani yake na neno lake likae ndani yako. Hapo ndio sasa kula mwili wake na kunywa damu yake. Hiyo kama nitakulaje mwili wa Yesu? Anasema kaa ndani yangu. Kupitia neno langu likae ndani yako. Uliweka neno la Mungu ndani yako. Ndio hiyo umeanza kula mwili wake. Hiyo roho ya Mungu inakuwa tayari iko ndani yako, umekula roho. Unajua kuna watu wanakula roho za shetani na zinakaa ndani yao kupitia vyakula. Ni kwamba usiku mtu mwingine anaweza kuwa anaota ndoto, anakula nyama usielewa. Hata kama unazielewa, unaweza kuota ndoto ukaona imekuja pale sinia ina chips nzuri, alafu ina mapande mapaja ya kuku, wako wanabugia nganyinga. Unakula yale manyama. Unaona ilikuwa nyama za kuku za kukaanga, lakini tayari wachawi wameshakulisha. Alafu umekulisha roho. Umelishwa roho imeingia ndani yako. Mtu mwingine anasema hivi, mimi shida yangu ilianza kwenye ndoa. Shida yangu ilianza kwenye biashara, kwenye mahusiano. Ilianza nilipoota ndoto nimepewa tunda, nimepewa pera, nimepewa embe nikala. Aliona amepewa embe, amepewa tunda, ni papa alipokula tu. Kuna roho ya uharibifu iliingia ndani yake. Yasikina roho ya kuachika, kufirisika, mikosi, kutapeliwa, ikaingia ndani yake. Lakini alipoota amekula tunda sasa. Alipoota kwa hiyo wachawi, mashetani, wanamlisha mtu matunda. Wanamlisha mtu chakula ni nyama, wanakulisha. Ukishakula roho inaingia ndani yako. Yesu anasema kwamba ukila neno lake, roho yake inakaa ndani yako kuanzia hapo. Inafanya kazi kama kulikuwa kuna uharibifu unaondoka, kulikuwa kuna atezi unaondoka, mikosi inaondoka, kufahamu kuibiwa unarudi tena. Shuleni alikuwa mwanafunzi ameenda asubuhi shuleni. Alafu alikuwa anatabia kwamba asubuhi shuleni mwanafunzi anaweza kwenda amebeba mandazi, mwingine vitumbua, mwingine anabeba wali kwenye patana, mwingine anabeba samaki, mwingine akaja na samaki. Akaja mwanafunzi na samaki shuleni. Anasema kwamba asubuhi shuleni saa 2 alifika pale, mwenzake anakuja na samaki. Kumbe yule binti alikuwa ni mtoto wa mchawi. Yeye mwenyewe anafundisha uchawi. Akaamba yule binti anakiri shuleni ndio. Mwanafunzi mzako anakiri shuleni darasani. Sasa nenda na hii samaki mpe ale. Alipopewa samaki akala tu, akaanza kufeli masomo yake. Mapepo yakaanza kumsumbua. Mwanzoni alikuwa hana mapepo, lakini alipokuwa samaki roho zikaingia ndani yake. Kwa nini? Kupitia kula ile samaki roho zikaingia ndani yake. Kwa hiyo elimu ya kisa ilifanikiwa sana kwenye roho hilo. Akaanza kuwa pia ufahamu umeondoka, mwingine akaanza kuwa anafaulu, yeye anashindwa masomo, huyu anafanikiwa masomo. Kwa nini? Alipokuwa samaki. Kwa hiyo ni vizuri hatukataa mstari, kisha kutakasa ni muhimu sana. Akata samaki, alete mapapai, alete mapela, alete mandazi. Rafiki yako kwa kukupega hakuwezi. Kwa nini? Una Yesu, lakini pia umeombea. Upa maji ya kunywa, jamani, maji ya kunywa unapewa tu unabugia. Jamani naomba tu nini unapewa unakula. Hujatakasa hujaomba. Lakini roho Mungu akusaidie kwamba hiki ni kibaya, sitagusa hiki, unasikia sina amani nacho, sitakula. Amina.